Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unapotaka kumpima mtu kwamba huyu mtu ni mtakatifu, itakuwa ngumu, kwa sababu kipimo kikuu ni Mungu mwenyewe anayeweza kupima, kwa sababu ni matendo yale ya siri. Kuna matendo ambayo mtu anapenda watu wayaone ili wamsifie, wajue kwamba huyu ameokoka, huyu mtu ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu tunaweza kuyafanya, lakini sasa kipimo kikuu sio haya mambo tunayoyaona katika haya mambo macho ya damu na nyama. Bwana asifiwe sana. Ni yale yanayotendeka siri, pale nikiwa nyumbani kwangu, pale nikiwa peke yangu, nikiwa na mtu ambaye hanijui, nikijua kwamba mchungaji yeye ni kwa kule, mimi nipo huku. Kwa hiyo ninapoenenda ule mwenendo wangu bila kujua, bila kujua kwamba mzee wa kanisa hayupo, shemasi hayupo, au mtu mwingine anayemjua hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ndiye anaweza kuthibitisha kwamba hakika wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kipimo kikubwa cha utakatifu ni matendo yale ya siri. Paulo anawaambia kwamba huyu Mungu ambaye siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawa sawa na Injili yangu kwa Kristo. Tunaona kwamba kuna vitu vingi watu na nilikuwa nikisoma nikakuta kumbe hata enzi hizo, karne hizo, watu wa Mungu waliotangulia ambao wameandikwa hapa, na wenyewe walikuwa na makandokando. Bwana asifiwe sana. Nikajiuliza, kumbe haya mambo tunayoyapitia, tunayostruggle nayo kama kanisa, kumbe hata wao waliyapitia, walipambana, ingawaje wamepitia magumu, lakini walipambana mpaka wakapata mwisho mwema. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba utakatifu ni jambo ambalo tunapaswa kulipambania. Bwana asifiwe sana. Ni vita. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Luka, ile sura ya 12. Kile kitabu Luka sura ya 12 ule mstari wa 2. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa unajipima kwa habari ya utakatifu, sana sana jipime wewe mwenyewe. Hakuna mtu ambaye ataweza kukupima. Hapana, kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu. Mwanadamu hawezi kujua password. Bwana asifiwe sana. Nikikupa hii simu yangu bila kukwambia password, utaiangalia, lakini kilichomo ndani utakijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watu wa sasa hivi wana password. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nasikia baba. Watu wa sasa hivi wana password. Kitu kinachoitwa password. Mimi leo hii naweza nikaja kwako baba, kwa sababu nina password. Nitajaribu kujionyesha kwako mimi kwamba nimekamilika. Wewe si mwanadamu, huwezi kunijua moyoni. Naweza nikafanya lolote kile cha kumweka pazia mchungaji asijue kitu nilichonacho ambacho nimebeba, ambacho ni kibaya. Aiza, kama nina pesa leo namtunza sana. Haleluya. Niwe namtunza sana. Fushini hapa. Kumbe ni password. Namfunika macho asije akagundua. Haleluya. Hapo kuna utakatifu.
kuliko nifunike watu wanajua kwamba nimekamilika, kumbe huko nimeshaanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo wanadamu wa sasa hivi wana password, wana neno la siri. Huwezi kujua walichokibeba ni kitu gani, ama ni kitu cha kulisogeza, kulipigisha hatua kanisa, ama ni kitu cha kulirudisha nyuma kabisa, kwa sababu binadamu ana password. Utamjuaje kwamba ni mtakatifu? Sharti Mungu yeye anayejua mtu siri. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanadamu wana password, na katika ulimwengu wa sasa, nyakati zetu tulizo nazo, tunamtumikia Mungu katika kipindi ambacho watu wana password. Huwezi kujua, huwezi kugundua. Sasa nilikuwa nikisema Mungu atusaidie. Ukikutana na mtu ambaye ana password, anajionyesha kwako kwamba yeye ni mtakatifu, kwamba yeye amekamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndicho kinacho wapa kazi ngumu watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Nitakupa mfano. Nitajitolea mfano, maana mimi napenda kujitolea mfano. Sije nikamtolea mtu mwingine anasema, "Leo Bwana kataa somo kwa ajili yangu." Bwana asifiwe sana. Bwana. Kwa mfano, nikisema nataka ni pretend vile ambavyo mimi sivyo nilivyo, niwaonyeshe watu wa Mungu kwamba mimi niko hivi na huku sivyo nilivyo. Nitajaribu kufanya iwezekanavyo yote kwa nguvu yote, ili je muweze kulijua kwamba mtu safi. Kwa hivyo yuko fresh. Bwana asifiwe sana. Si niko hapa, sinaonekana ni safi. Bwana asifiwe sana. Mchungaji ameona kama ni safi, wazee wa kanisa ameona kama ni safi, pengine na waimbaji wenzangu wameona kama ni safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikitoka mahali hapa, ninapokwenda huku nje, wengine wanaoniangalia, wale ambao wanahitaji kupokea kutoka kwangu, wanakosa vile ambavyo walivitarajia kutoka kwangu. Wanakata tamaa. Halafu kesho wanakuja wanakuta mimi na mchungaji ni pete na kidole, tunaongea tunacheka safi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wakiniangalia wanaonijua, ambao wamepata neema ya kunijua jambo kidogo, sema huyu Baraka ni Baraka yule tuliyemwona kule Burundi, ama ni Baraka mwingine. Yupo na nani? Yupo na mzee wa kanisa Saguti. Basi Baraka na Saguti ni kitu hichi. Bwana asifiwe. Baraka na Saguti ni kitu hichi. Tabia mbaya za Baraka, kumbe Saguti anasupport. Kwa hiyo wale mambo yao Bwana asifiwe sana. Unapokuwa upo na watu ambao wanapretend kwamba wao ni watakatifu, na wakati wana makando kando wanajifanya kwamba wao ni watu ambao tayari ni watakatifu, wanakuharibia kanisa. Bwana asifiwe sana. Sijui naeleweka kanisani. Haleluya. Watajua kwamba mchungaji na Baraka wote ni roho moja. Mchungaji hafai. Bwana asifiwe. Maana tayari Baraka nimekuwa mtu wa kutukanisha kanisa, kutukanisha kazi ya Mungu,
kumwonekanisha mchungaji kwamba hafai kwa sababu ya kujifanya ni mtakatifu kwa mambo ya nchi, lakini huku ndani si. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Paulo anasema kwa habari ya mambo yanayofanyika siri, kipimo ambacho ni cha kumpima mtakatifu ni kipimo cha yale mambo yanayofanyika siri, yale ambayo mimi naweza nikakutafsiri tofauti, lakini Kristo anasema ingawa unatafsiriwa hivyo, mimi nikakuangalia hivyo sivyo ulivyo. Kwa tuna watu wengi ambao tayari wana password. Watumishi wa Mungu hawajui hiyo password. Kwa sababu ya kutokujua password, tayari wanakuwa ni watu wa kulitukanisha kanisa, kuliondokesha kanisa kwamba kanisa halifai, kwa sababu ya watu ambao wanajifanya ni watakatifu lakini wakiwa na password. Haleluya. Katika kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa 2 tumesoma sura ya 12 ule mstari wa 2. Anasema lakini hakuna neno lililofichika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Basi yoyote mliyosema gizani yatasikiwa mwangani, na mlionena sikioni mwa mtu katika jumba za ndani yatahubiriwa juu ya dari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Tunajifunza kwa habari ya utakatifu wa siri, vile vinavyofanyika ndani ya moyo, vile ambavyo mtu anaweza kupretend, anaweza kujifanyisha kwamba yeye ni mtu wa aina hii, lakini siye. Bwana asifiwe sana. Nimewapa mfano kwa kwamba kanisa linapokuwa lina watu wa aina hiyo ambao wamejaza password, ambao wamejaza neno la siri, ambao bila kujua password yao huwezi ukawafahamu hakika huyu mtu ameokoka au hajaokoka. Watu kama hao mwisho wa siku wanapelekea kazi ya Mungu kutukanwa, lakini mbaya zaidi wanapelekea hata watumishi wa Mungu kuonekana kwamba hawafai kwa sababu ya watu ambao wanapaswa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anazungumza kwa habari ya vitu vinavyofanyika siri, kwamba siku itakuja kile kitu kilichopangwa mahali ambapo kuna giza kitawekwa hadharani. Na vile ambavyo tunajiuliza, kuna wakati mtu anajiuliza, lakini majibu unaweza ukayapata au usiyapata. Ukayapata majibu yanakuwa sio majibu sahihi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ukapata majibu lakini yanakuwa sio majibu sahihi, kwa sababu sisi wanadamu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo utakatifu unahusishwa sana na mambo ya siri, matendo ya rohoni, yale ambayo huwezi ukitaka huwezi kumwambia mtu yeyote, ambaye mchungaji hawezi kujua, ambaye mtumishi wa Mungu hawezi kujua, unakume nafanya kama ni password. Lakini tumeona kwamba wenye matumaini kama hayo hujitakasa. Bwana asifiwe sana. Kumbukumbu la Torati, nitaomba unisaidie kusoma Kumbukumbu la Torati 29 ule mstari wa 29. Bwana asifiwe sana.
Mungu yeye ndiye anayejua majibu ya vitu vya siri. Asifiwe. Kumbukumbu la Torati sura ya 29 mstari wa 29. Tutasoma katika jina la Bwana. Amina. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, ndio, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Amen. No. Anasema kwa habari ya mambo ya siri ni ya Bwana. Bwana ndiye pekee anayeweza kujua kitu gani unakiwaza sahihi. Bwana ndiye mtu pekee anayejua wewe unatembea na mawazo gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi mambo ya nje ya kawaida tunaweza tukayaona, tukajaji, tukakuhukumu kwa sababu tunaona mambo ya nje, muonekano wa nje, tukakuhukumu kupitia muonekano wa nje. Lakini Mungu pekee, Bwana asifiwe sana, tunaweza tukakupa sifa kwamba wewe umekamilika kwa sababu tumeangalia mambo yanayoonekana, haya mambo ya nje ambayo tuna uwezo nayo. Bwana asifiwe sana. Lakini hapa tunaona kwamba mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba yanayotendeka sirini ndiyo kipimo kikuu cha utakatifu. Bwana asifiwe sana. Pamoja na vipimo vingine ambavyo tunaviona katika hali ya kutazama tu kawaida, lakini kipimo kikuu ambacho ndio mwisho, hakuna rufaa, ni kipimo cha mambo yanayofanyika siri. Nani wakajua? Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo hicho kipimo ni yale mambo ya siri unayoyafanya ukiwa peke yako, ukiwa hakuna mtu mwingine anayekujua. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anajua wanadamu, anajua wanadamu katika viumbe vyote. Kuna mengine ambayo hawezi kuyaruhusu ili watu wayajue au wayaone. Bwana asifiwe sana. Hayo ndiyo yanatufanya kwamba sisi tuna haki ya kusimama mbele za Mungu tukiitwa ni watakatifu. Hapana haya mambo ambayo tunaweza kufanya kwa kuwafunika macho tu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Moyo wako unakwambia hakika. Bwana asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo kama tulivyoona hata kipindi hicho Paulo akiwa anaongea na Warumi, akiwa anaongea na watu wa Efeso, alikuwa anawaambia kwa habari ya kujitakasa, kwa habari ya utakatifu wa rohoni. Hapana mambo ya kujionyesha kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa habari ya matendo yale ambayo wewe peke yako ukiwa unazungumza na Mungu, hapana yale ya kuhojiwa na wanadamu. Wewe mwenyewe ukizungumza na Mungu ndani ya roho yako, Mungu anasemaje? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Twende kusoma kile kitabu cha Mathayo 6. Mathayo 6 mstari ule wa kwanza.
Mathayo 6 mstari wa kwanza. Anasema, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Bwana asifiwe sana. Katika masinagogi na njiani ili watukuzwe na watu. Bwana asifiwe sana. Lakini ninaomba mstari wa kwanza kwamba unapokuwa unafanya jambo usifanye kwa ajili ya kujionyesha kwa watu kwamba wewe ni mwema. Fanya vile za kutoka rohoni. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba tufanye vile za rohoni, vile tunavyoishi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa maana wale ambao wanafanya hivyo, ambao wanajaribu kujionyesha kwamba wao wako hivi, tayari sababu yao wanaipata hapo hapo. Bwana asifiwe sana. Si wako pretend, tayari sio kwamba wewe uko safi. Sababu yao ndio hiyo hiyo. Maisha ya baadaye ya utakatifu ya ufalme wa mbinguni hakuna tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Katika kitabu cha Efeso sura ya kwanza mstari wa kwanza, nisaidie kusoma. Sura ya kwanza mstari ule wa kwanza. Kile kitabu cha Efeso. Kwanza mstari wa kwanza. Baraka wa Paulo mtume kwa Efeso sura ya kwanza mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi. Ndio. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso. Kwa watakatifu walioko wapi? Efeso. Wanaomwamini Kristo Yesu. Wanaomwamini Kristo Yesu. Neema na iwe kwenu. Ndio. Na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu, ndio, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio. Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Ndio. Katika ulimwengu wa roho. Ndani yake Kristo. Ndio. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na urasi wa mapenzi yake, na usikie utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Fika hapa. Unaona namna Paulo anajaribu kujisifia kwa sababu alikuwa akiongea na watakatifu, alikuwa akiongea na Waefeso ambao tayari wameteuliwa, wametengwa. Wanasema sana, tumejifunza kwamba utakatifu ni hali ya kutengwa, ya kuchaguliwa, kuwekwa mbali sana. Anaandika kwa herufi kubwa akiwasifia na kujisifu kwamba anaongea na watakatifu ambao wamechaguliwa. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe sana. Itakuwa tena baba mchungaji akituma ujumbe kwa kanisa la Mchikichini, akiwaandikia na Mchikichini, akiwa na fulani ya kujidai, kwa maana tayari ana watu ambao hawana password. Haleluya, Bwana asifiwe. Watu ambao hawana password. Hawezi kuwa kinyonge akiwa na watu ambao hawana password. Tutamwona kimkaruka kwa sababu anajua kanisa la Mchikichini halina password. Anaandika ujumbe mzito mkubwa wa
Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anasema mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko wapi? Efeso. Bwana asifiwe sana. Wamemfurahisha mienendo yao, matendo yao. Anasema kwamba injili iliyohubiri Efeso wameikamata kweli kweli, amewatia moyo, anaambia kwa sababu ya hilo amani iwe kwenu. Sasa haleluya. Unakuwa pale unapojua kwamba Mungu akikuona anafurahishwa na wewe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Si watu wanaweza kuwa na password wanakuwa na roki. Watu usiweze kuifungua. Sasa watu kama hao nakwambia mpaka leo ndio wanasababisha mambo yanakwenda tofauti. Nimewaambia ukiwa ni mtumishi wa Mungu halafu na watu ambao wanaruki wana password wana password hatari sana, hatari. Kwa sababu gani? Si hapa nitafunga nitaroki, piga pate jaribisha na feli tena, ukijaribisha mara 3 inakwambia ukirudia itajiroki moja kwa moja. Wakristo wa namna hiyo, Wakristo wa namna hiyo kama ukijaribisha hivi na hawa kabisa ndoka wala password hawataki kufunguliwa. Ukijaribisha kama vile simu inakukaribu, ukirudia tena Wakristo wa leo ndivyo walivyo, wana password hawataki zifunguke. Ukijaribu kufungua anakwambia natoka na kuachia kanisa lako. Kanisa ni mengi, kanisa ni mengi, lakini ndivyo navyopaswa kuwa. Nilikuwa nikifikiria injili ya sasa hivi ni injili ngumu. Kwa sababu gani? Nakwambia hata leo ukisema ngoja nihubiri wapi, 1 Mathayo 5:5, ukisoma leo hii kuna watu tunasikia hilo leo mstari hapa anamsomea mtu fulani, anamhubiri mtu fulani ndio njia sasa. Na tunapaswa kuhubiri kwa hivyo tutafanya. Hakuna mstari utakayehubiri usimguse mtu. Kama utakugusa wewe utanigusa mimi, kama utanigusa mimi utamgusa mwingine. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Siku nyingine ilikuwa muda wa mwisho. Waefeso 5:12. Waefeso 5:12. Waefeso sura ya 5:12. Lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru. Ndio. Maana kila kilichodhihirika ni nuru. Ndio. Endelea. Kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena. Ndio. Lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru. Maana kilichodhihirika ni nuru.
Hivyo husema amka, usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Paulo akiendelea kuongea na Waefeso. Bwana asifiwe. Somo ni refu, muda ni mchache sana. Tumebakiwa na dakika 3. Bado tulikuwa kwenye kipengele cha kwanza. Siku nyingine nitaendelea nalo. Naomba leo tuishie hapa kwa ajili ya kufuata utaratibu, ili tusiende mbali sana, kwa sababu hatuwezi tukamaliza. Naomba tuishie hapa leo. Tumejifunza kwa habari ya kipimo kikuu cha utakatifu. Tukaona namna watu wanavyo pretend, tukaona madhara yake, kwamba mtu anapokuwa anapretend, madhara yake sio kwake peke yake, lakini hata kwa kanisa kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kwa utumishi wa Mungu wanapata madhara, kwa sababu wanakutana na vitu ambavyo wao wanakuwa hawajui, lakini kwa sababu ya mtu mmoja au mbili au watu ambao wana pretend, wanafanya kazi iwe ngumu sana, kazi ya Mungu. Basi